Habari zenu ndugu wapenzi watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV. Kwa majina anaitwa Baraka Jejudoba, mimi natokea katika kampuni ya Ufugaji Bora. Sisi tunapatikana Dar es Salaam. Sisi tunatembea mikoa yote kwa ajili ya kufanyia kazi hizi za local cage. Na local cage zetu sisi zina ubora na zinadumu kwa muda mrefu, ambazo tunatengeneza kwa kiwango kizuri. Tuna mafundi ambao wamebobea katika hii kazi. Na pia tuna watu ambao ni washauri, tuseme tuna madaktari washauri ambao wanaweza kukupangilia vizuri mradi wako kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa gharama nafuu. Kama unahitaji kufanya mradi wa ufugaji wa kuku lakini hujui utaanzia wapi na utaishia wapi, sisi Ufugaji Bora, namba zetu hizo hapo, tupigie simu tuweze kukupa maelekezo. Na pia kama unahitaji kufanyiwa survey kuhusu swala la miundombinu, kwamba ujenge wapi banda, lielekee wapi, uanzie wapi, uishie wapi, tukupe quotation, tufanyaje, tupigie simu. Sisi tunakuja mikoa yote ili kusudi tuweze kupeana mawazo au tupeane mwanga namna ya maandalizi ya ufugaji. Kwa hiyo sisi tutakuja kufanyia survey kwa gharama ndogo sana ambayo ni kama bure. Kwa hiyo mtakapokuwa umetupigia simu, tutafika site, tutaweza kuzungumza, tutakushauri kufanya nini, kipi cha kuanza nacho, kipi uachane nacho, kipi cha kuzingatia ambacho kitakuletea manufaa. Na kuhusu issue nzima ya ushauri kwamba ufuge kuku wapi wanaendana na soko sasa hivi, sisi tutakushauri. Na kuhusiana na kesi ya wewe kama kijana ambaye unahitaji kujifunza kuhusiana na masuala ya utengenezaji wa keji, basi tupigie simu Ufugaji Bora, sisi tutakuja mpaka hapo ulipo. Labda unahitaji wewe mwenyewe ni fundi lakini unataka upewe maelekezo namna ya kuweza kufanyaje kutengeneza keji, sisi tunaweza kukufundisha hapo site kwako, tukakufundisha kwa gharama nafuu. Ili lengo letu sisi hasa tutengeneze vitu ambavyo vitakuwa vinatija katika maendeleo ya baadaye. Katika channel zetu sisi tunazungumzia vitu vingi sana. Tunazungumzia masuala ya keji, masuala ya mashine, miundombinu, ushauri namna tofauti. Sasa hivi vyote visiweze kukupita wewe mpendwa mtazamaji ambaye huenda umetazama leo video zetu na huenda umekutana nazo leo. Tuna vipindi vingi sana ambavyo tunavirusha hewani kila siku ambavyo vinakufikia wewe kwa njia ya YouTube channel yetu ni Ufugaji Bora TV. Unaweza ukasubscribe hiyo channel yetu ili ukaweza kupata vipindi zaidi. Kwa hiyo sana kwa upload vipindi vyetu utakuwa wa kwanza kupata hivyo vipindi na ukajifunza barabara ukiwa nyumbani kwako kwa MB zako tu. Karibu sana Ufugaji Bora TV. Asante. Ufugaji Bora, sisi watengenezaji wa keji za aina zote. Tunatengeneza keji za mbao na keji za chuma. Hii mnayoiona ni keji ya chuma ambayo tumekwisha tengeneza kwa mteja, ni keji ya kuku 500 na upande wa huku ni keji ya kuku 500, maana yake ni kuku 1000 ambazo tumekwisha kuzitengeneza kwa mteja wetu ambaye yuko Morogoro. Sasa tuko hatua ya mwisho ambayo tunahitaji kukabidhi kazi yetu ili tuweze kufikia mwafaka. Maana yake ni kwanza hapa kitu ambacho tumebakisha ambacho hatujaweka ni kuweka zile bati za kukinga kinyesi, kwa sababu hizi keji zetu kwa kawaida zinakuwa na ngazi 3. Kwa hiyo zikishakuwa na ngazi 3, kwa kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine ni lazima kutakuwa na step ili uweke bati ya kukinga kinyesi. Kile kinyesi kinapokuja, kama ni hawa wa juu kisiwadondokee hawa wa chini. Kwa hiyo tutaweka bati zetu za mwanga. Na kwa nini kusudi watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV, kwa majina naitwa Baraka Jejudoba. Nimekuja tena kuweza kueleza swala mojawapo linalohusiana na masuala ya utengenezaji wa local cage. Kuna fursa nyingine ambayo pia huwa tunaitoa kama kampuni ili kuweza kusaidiana katika ishu nzima ya kuendesha gurudumu la ufugaji. Na tunafuga kibiashara kwa sababu tunapowekeza mradi katika ishu ya ufugaji tunawekeza pesa, lengo haswa ili sisi tuweze kufikia malengo katika ishu nzima ya ufugaji. Tukiachana na swala la kutengeneza keji, tukiachana na swala la kujenga mabanda mazuri ambayo yanapitisha hewa na mwanga wa kutosha ili tuweze kurecover katika nafasi nzuri ya ufugaji, pia tunaingia katika nafasi ya ushauri au kushauriana namna nzuri ya wewe kuweza vitu gani ambavyo ukivihendo unaweza kuingia katika system nzuri ya ufugaji, na baada ya hapo uweze kupata faida au manufaa juu ya ufugaji wako. Issue nyingine ni ipi? Kwamba unapoanzisha ufugaji wako kuna vitu viwili ambavyo huwa ni vya msingi sana unapaswa kuvizingatia. Kitu cha kwanza, tukiachana na miundombinu, kwa sababu miundombinu inatumia gharama kubwa sana. Maana yake ukishatoka katika issue ya miundombinu tunaingia issue ya pili ambayo ni issue ya chakula cha kuku. Issue ya chakula cha kuku ni issue namba 2 ambayo kwa wafugaji wengi huwa inawakosti kiasi kwamba wanaweza kuishia njiani. Sasa
Kitu cha msingi katika ufugaji wako, kama unajiweza katika mtaji wako, ni vizuri utumie formula hii. Unapoanza kufuga hawa kuku, zipo sababu za msingi za kujifunza vyakula vya msingi, vyakula muhimu ambavyo wanaweza kuvitumia kuku. Kwa mfano, unafuga kuku wa mayai, kuna sababu za kujua kwamba kuku wa mayai wanatumia chakula gani, kwamba tunaanza na starter, tunaenda grower, tunaenda finisher. Baada ya kujua hizo vitu vyote, ni vyakula gani ambavyo wewe binafsi una uwezo wa kuvitengeneza, tukiachana na vya kununua, kwa sababu issue ambayo huwa inaturudisha nyuma ni mojawapo ya kutokujua kutengeneza chakula. Ni lazima ujue formula ya utengenezaji wa chakula katika mradi wako wa kuku 1000, kuku 2000, ili uweze kuhandle ile issue ya kulisha hawa kuku. Kwa mfano tu, hii ni keji ya kuku 500 umetengeneza kwa gharama za shilingi milioni 3. Lakini tukija katika issue ya kukalkulate chakula, roughly budget kwa kuku 500 wana uwezo wa kutumia tangu day 1, yani siku ya kwanza mpaka kufikia mtu wanaanza kutaga, maximum wanatumia chakula shilingi milioni 7.5. Kama utapiga vizuri hesabu kama nilivyopiga mimi, milioni 7.5, kwamba hapo ni maximum, kwamba umewatibia, umewarisha. Sasa kama unaweza kupiga vizuri hesabu, ukakalkulate vizuri, unakuja kujua kwamba ziko sababu za msingi za wewe kujua kuformulate chakula, kwamba hiki chakula nikinunue hichi na hichi na hichi, nikichanganya vyote kwa pamoja ili niwe naweza kujitengenezea chakula mwenyewe. Kwa sababu chakula cha milioni 1 ukikitengeneza wewe mwenyewe, unaweza ukawa umesave kiasi cha shilingi 700,000 mpaka 800,000 kwa wewe mwenyewe, kwamba yani vile vitu ambavyo umevinunua vya jumla umeweza kuformulate chakula. Kwa hiyo inaweza kukusaidia wewe solve issue ya chakula. Na kwa ushauri zaidi au kupata elimu zaidi, tuna formulate chakula vipi na tunafanyaje, na tunaweza vipi kupangilia mpangilio mzuri wa keji wa mradi wetu, ni lazima tuwasiliane. Piga simu katika hizo namba zinazoonekana, ili na sisi mabingwa wetu au wataalamu wetu waweze kusaidia katika issue ya ushauri au kuweza kusimamia mradi wako moja kwa moja. Sisi tutakapokutengenezea keji, tutakupatia na ushauri pia, kwamba hii keji uitumie vipi, mifugo yako ufanyaje. Tunaweza kukupa vitu kama hivyo ili wewe uwe mteja wetu na sisi tuwe wateja wako. Asante na karibuni sana katika kampuni ya Ufugaji Bora TV. Haya ndugu wafugaji, product hii hapa imefika ofisini. Hizi ni keji waya kama mnavyoziona. Hii waya ni full plastic. Ni nzuri sana kwa kutengenezea mabanda. Wewe mfugaji ambaye umeamua wewe mwenyewe kutengeneza banda, ili banda lako liwe zuri, ni lazima utengenezee vifaa vizuri sana. Unapotumia hizi plastiki au hizi keji waya, maana yake ni ipi? Ni kwamba kuku wako atakuwa safe. Kwanza zinadumu kwa muda mrefu, zina unene mzuri, zinadumu kwa muda mrefu. Kingine, hizi hazichakai haraka, maana hazishiki kutu wala hazikati miguu ya kuku. Karibuni tuwauzie, tuwaelekeze na namna ya kuzitumia wafugaji, zinafaa kwenye mabanda. Karibuni sana.